Niko ninatembea, labda nikuonyeshe kidogo kabla sijakupatia ujumbe. Ninatembea wapi? Niko natembea katika maeneo haya. Niko katika jimbo la Indiana, natembea fanya mazoezi kidogo. Nimesema natembea nafanya mazoezi, lakini katika kutembea kwangu nikafikiria mambo ya Tanzania. Nikasema lazima kidogo niyazungumzie. Na hapa nataka nizungumze na Mheshimiwa Rais Samia. Rais Samia, nataka nizungumze na wewe. Hivi kweli Askofu Gwajima amefanya kosa gani? Askofu Gwajima amefanya kosa gani? Askofu Gwajima anapodai ya kwamba Tanzania kuna watu wanatekwa, kupotezwa na kuuawa, hilo ndio kosa lake? Nakuuliza Rais Samia, hilo ndio kosa la Askofu Gwajima? Ndio kosa la Askofu Gwajima ya kwamba anadai Watanzania wasiuawe? Askofu Gwajima anakemea watekaji, alafu wewe Mheshimiwa Rais unaona ya kwamba amefanya jambo la hatari sana kwa usalama wa taifa? Kweli? Ni kweli ya kwamba kauli ya Mheshimiwa Bishop Gwajima inahatarisha usalama wa taifa? Kweli? Au inahatarisha usalama wako? Mheshimiwa Rais, ninashangaa, sijui unafikiria kwa kutumia akili gani. Ninashangaa sana. Okay. Kwa hiyo yale maneno ya Askofu Gwajima ya kutaka Watanzania wasitekwe, akina mama wasilie machozi kwa sababu watoto wao wamepotezwa, wazazi wasilie machozi, watoto wasilie machozi kwa sababu wazazi wao wamepotezwa, kama wazazi wao akina Ali Kibao wamepotezwa, wasilie machozi. Kauli yake ya kutaka kuwafanya Watanzania wasilie machozi imekuudhi sana wewe Mheshimiwa Rais. Umekasirika sana. Kwa hiyo wewe unachotaka ni kwamba Watanzania waendelee kulia machozi, ndicho ambacho unataka, na ndio sababu umechagua kufunga kanisa lake. Hebu nikuulize swali. Hivi kama Mheshimiwa Gwajima angekuwa ni shehe mwenye makanisa 2000 nchi nzima, kila mkoa ni shehe mwenye misikiti, nchi nzima, ni shehe mwenye misikiti nchi nzima. Kwa hiyo kila mkoa, kila wilaya kuna msikiti wa Shehe Gwajima. Kama Gwajima angekuwa ni shehe, ungefunga misikiti? Nakuuliza Rais Samia, kama shehe angekuwa Gwajima angekuwa ni shehe, je, misikiti yake nchi nzima ungeifunga? Hivi kwa nini Mheshimiwa Rais unatumia upole wa Watanzania kama kitu cha kukanyaga na kuponda? Kiburi hicho umekitoa wapi, cha kuponda na kukanyaga upole na unyenyekevu walionao wa Kristo? Na hapa nataka nichukue nafasi hii kuwashukuru sana mashehe wote wenye akili zao waliolaani kitendo chako cha kumfungia Gwajima kanisa lake. Tunao mashehe ambao mimi nasema ni mashehe ambao si mashehe wa dini ya Kiislamu. Hapana, hawa ni mashehe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Kuna tofauti kubwa sana kati ya mashehe wa dini ya Kiislamu na mashehe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Naweza nikasema kwa ujasiri ya kwamba Rais Samia, wewe ni Muislamu wa dini ya Kiislamu, lakini sio Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Wako marais kadhaa katika hii bara Afrika, nizungumze wachache, wawili pengine kutoka katika West Africa, bara Afrika Magharibi. Hao ni Waislamu, ni marais Waislamu, lakini ni Waislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu na wala si Waislamu wa dini ya Kiislamu. Rais Ibrahim Traore wa Burkina Faso ni Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu. Rais Assimi Goita
nafikiri wa Mali yule, ni Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu na si Muislamu wa dini ya Kiislamu. Tofauti yake ni ipi? Marais hao wawili ukiwaangalia jinsi ambavyo wanafanya katika utawala wao, wanalinda uhai wa raia katika nchi zao na vile vile wanalinda rasilimali za nchi ziwanufaishe raia katika nchi zao. Wewe uyafanye hayo kwa sababu wewe sio Muislamu wa dini ya Mwenyezi Mungu, wewe ni Muislamu wa dini ya Kiislamu. Umefunga kanisa la Mheshimiwa Bishop Gwajima. Na hapa